Ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi chetu kinachoangazia mambo ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Siku ya leo tutaongelea habari ya majibu. Watu wengi wamekuwa wakipata mkanganyiko kwenye kupata majibu. Unapopata majibu bwana, watu wengine wanaumia, wanapata mawazo. Mtu mwingine anafika na kuambia ukinipa majibu, labda nitapata kizunguzungu, nitaanguka. Ni vitu tu watu wanafikiria, lakini majibu ni yale yale. Kwa sababu majibu ya vipimo vya maambukizi ya virusi vya ukimwi ni kama majibu ya malaria, ni kama majibu ya homa ya ini, ni kama majibu ya typhoid, ni majibu kama majibu mengine. Isipokuwa tu ni kwa sababu jambo hili watu wengi wanaamini mtu ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi atakufa. Lakini na mimi nataka niwaondoe shaka Watanzania wenzangu kwamba magonjwa yoyote yanaweza kuleta mauti, na upungufu wa kinga mwilini ni tatizo ambalo litasababisha magonjwa nyemelezi kuanza kukusumbua na si vinginevyo. Na kwa sababu huduma zipo, unatakiwa ujiamini kwamba mimi nachoishauri jamii ni kwamba pima mapema, jua afya yako, kisha ukishajua afya utachukua tahadhari. Kwa nini nasema hivyo? Kuna kauli mbiu ilikuwa inasema pima, jitambue, ishi. Ukipima ukijitambua utajua afya yako na utaishi kwa tahadhari. Unajua tunapopima tunatarajia kupata majibu aina 3. Majibu ya kwanza kila mmoja anayapenda kwamba mimi niko salama. Majibu mengine yanayofuata ni majibu tatanishi. Kwa upande wa wahudumu wa afya huwa wanakuwa na wasiwasi, anashindwa kutoa majibu sahihi kwa sababu ukimwambia mtu anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi hujawa na uhakika, sio sawa. Lakini pia ukimwambia hauna maambukizi sio sawa. Kwa hiyo kitaalamu yanaitwa majibu tata. Majibu tatanishi ni yale ambayo huwezi kumpa jibu la moja kwa moja kwamba mtu anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi au mtu huyo hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hivyo yale yanaitwa majibu tata. Anapopatikana mtu akawa na majibu ya aina hiyo, mara nyingi huwa anapewa muda wa kuangalia, wanasema muda wa mpito. Unaweza ukapewa wiki 3, wiki 2 au mwezi mmoja. Kwa hiyo malengo ni kwamba kama kipimo ukija kurudia kipimo kama kitakutwa kiko namna ile ile, tutaendelea vipimo vingine. Tutaangalia ni kwa nini anaonekana na maambukizi lakini hana maambukizi. Unaweza kuchukua damu kwa ajili ya kwenda kuangalia serum, lakini bado pia itabidi watu wa huduma wakusanyike kwa ajili ya kujadili jambo linalohusiana na vipimo vyako, na mwisho wa siku utapata majibu sahihi. Unaweza kuwa na magonjwa mengine, mfano kipimo cha awali cha SD Bioline ni kipimo ambacho kinaitwa kipimo cha awali. Kile kipimo kinaweza kucombine kuonyesha kuwa na maambukizi hata kama na magonjwa ya zinaa. Lakini tuna kipimo specific, kipimo ambacho ni cha uhakiki, ambacho chenyewe kazi yake ni kupima maambukizi ya virusi vya ukimwi tu. Kipimo hicho kinaitwa Uni-Gold. Kwa hiyo majibu, mimi ninafikiria kuwa majibu au ninashauri kuwa majibu ni vizuri kuyakubali. Kwa sababu hata kama utapata majibu, ukasema utapata kizunguzungu uanguke, utapata pressure, utapata hofu, bado unatakiwa kujiuliza. Leo umeambiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kuna mwingine ameambiwa na saratani ya shingo ya mlango wa kizazi. Unafikiri mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi na mwenye saratani ya shingo ya mlango wa kizazi ni nani ana athari zaidi? Unaambiwa leo na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kuna mtu mwingine ameambiwa ana kansa ya koo, wewe unafikiria ni nani ana athari zaidi? Mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi anakula kila kitu, anaruhusiwa kufanya kila kitu kama atazingatia maelekezo ya watoa huduma. Kwa hiyo majibu ni kitu cha kukubalika. Lakini pia majibu haya huwa yanaleta kigugumizi pale ambapo umewapata wapokea huduma wawili, mmoja ana maambukizi, mwingine hana maambukizi. Hayo majibu kinzani kwa kweli huwa yanasumbua sana. Kwa upande wa wachumba, wanandoa au wapenzi, haya majibu huwa yanaleta shida sana. Na ndiyo maana tunashauri kwamba tupendelee kupima na wenzi wetu. Mimi kama mtoa huduma, mtoa ushauri, huwa ninafurahi sana, japokuwa ni jambo ambalo linaumiza moyo, lakini ndivyo lilivyo. Ninapopata wapokea huduma, hata kama ni majibu kinzani,
wakawa wamepima wote wawili na majibu yakatoka wakiwepo, inanirahisishia kutoa elimu tofauti. Mmoja yupo nyumbani, alafu huyu anakuja anapima, unatakiwa sasa yule aliyoko nyumbani naye apate majibu ya mwenzie kwa sababu ni mwenzi wake. Sasa hapo hatujui atayapokea namna gani. Lakini wanandoa au wenzi au washare wa kingono wakipima wakakutwa mmoja na maambukizi mwingine hana, ni jambo linalozungumzika, kwa sababu mmoja anapokuwa na maambukizi tunachokifanya tunawapa elimu ya kujikinga, mmoja elimu ya kujikinga, mwingine ufuasi sahihi wa dawa, yani kumudu kuwa mfuasi sahihi wa huduma. Tutawapa elimu ya kujikinga. Kwanza tutampa elimu ya kutumia dawa kinga, tutampa elimu ya kutumia kondom, tutampa elimu ya kuwa na ngono salama ili asimuambukize mwenzie. Lakini pia linazungumzika mwanamke mwenye maambukizi anaweza kaolewa na mwanaume ambaye hana maambukizi, na mwanamke ambaye hana maambukizi anaweza kaolewa na mwanaume mwenye maambukizi pia. Kwa nini nasema hivyo? Hiki kitu ili kifanyike, watu hao wote wawili kuwe na utayari. Na utayari ule ufanyike mbele ya watoa huduma. Tunachokifanya sisi, tunatoa elimu. Tunawapa elimu ya ngono salama, yani kujamiana kuliko salama. Mmoja tutampa elimu ya kutumia dawa za ARV kwa usahihi na maelekezo yote ya tiba na matunzo yanayohusiana na huduma za CTC. Lakini pia huyu mwingine tutampa elimu ya kutumia dawa kinga ili asipate maambukizi. Na kama watahitaji kupata mtoto, tutawapa elimu ya kupata mtoto tena ambaye hana maambukizi, kwa sababu iko kliniki ya mama na mtoto. Mama anapopata ujauzito, anapofika kule anapewa elimu ya kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Ni kitu kinachowezekana. Tena kuzuia wakati wa mimba, wakati wa kujifungua na wakati wa kunyonyesha. Ni kitu kinachowezekana kabisa. Kwa hiyo majibu kinzani sio sababu ya kufanya ndoa zivunjike, ni elimu tu. Ukimpata mwenzi wako ukaamini kuwa na maambukizi kwa 100%, usiwahi kuwa na maamuzi yako. Muombe wewe na yeye, muambatane mje katika kituo cha afya, mtoe maelezo yenu afu mpate elimu. Kila mmoja atapata maelekezo yake na mwisho wa siku mambo yatasonga. Maana tukikaa tunahukumiana kwamba huyu ana maambukizi kwa hiyo amepata kwa zinaa au kwa hivi kwa hiyo bora ni muache, hili ni janga. Watu wengi wataishi maisha ambayo sio mazuri na wanaweza kuwa na maamuzi yao binafsi kwa sababu kukataliwa kubaya. Na ili tuweke mambo sawa, mtu huyu akikutwa na maambukizi, ukigundua na maambukizi, njoo fika tueleze, na yeye akiwepo tuwape namna ya kujikinga na maelekezo namna ya kuishi. Uliza maswali aina yoyote. Ni namna gani tunaweza tukafanya ili tupate mtoto? Ni namna gani nitafanya ili nijikinge nisipate maambukizi? Namna gani nitafanya ili kutimiza ndoto zangu? Mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ana haki sawa na mtu mwingine yeyote. Ana haki ya kuzaa, ana haki ya kuzaliwa, ana haki ya kuoa, ana haki ya kuolewa, ana haki ya kufanya kazi yoyote. Kwa sababu maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa mtu ambaye ni mfuasi sahihi wa dawa na anazingatia kila kitu kufuata maelekezo ya matabibu, hakuna madhara yoyote yatakuja mpate. Nataka niseme kitu hiki kwa maana moja. Mimi ni mjumbe wa Konga Manispaa ya Geita. Konga ni nini? Konga ni baraza la watu wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hapo kunakuwa na maswali. Binafsi, mahali ulipo unaponiona, ukiambiwa mimi naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi unaweza ukubali? Lakini mimi nayo kuambia ndio ninajua ukweli wa majibu yangu. Kwamba mimi naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, natumia dawa za ARV, niko vizuri kwa sababu ni mmoja wa watu ambaye anajua na alifuata taratibu za kitabibu. Unaweza ukawa kama mimi kama utakubali kufuata maelekezo ya madaktari. Mimi nasema ukweli. Tangu nimepimwa na kukutwa nina maambukizi ni zaidi ya miaka 17, lakini sijawahi kulazwa hospitali kuwa ninaumwa. Sijawahi kuongezewa damu. Ninaendelea na maisha yangu. Nina mke, nina watoto, ninafanya kazi na kama hivi ninavyoelimisha jamii. Kwa hiyo mimi naelimisha kitu ambacho kina uhalisia, kwa sababu mimi mwenyewe ninajua ARV ladha yake.
Kama ARV inaweza kuwa ina pilipili ndani ninajua, na kama ina limao ndani ninajua. Kwa hiyo msidanganywe na watu, mara ukimeza ARV. Kuna maneno mengi sana, tusitumie lugha za kupotoshana. Usifanye kazi kwa maelezo ya watu wa mitaani. Fika kituo cha afya, hoji maswali yako ya msingi upate majibu sahihi. Umeshindwa, tufuate sasa kwenye vipindi kama hivi, uliza upate majibu, lakini sio kwenda mitaani, saruni, kwenye kahawa, sijui wapi, tutapotezana. Nimewahi kusikia hata mimi misemo mingi kabla sijapima na baada ya kupima. Mtu anakuambia kuna watu wanakwenda wanabadili damu. Unafikiri kama ingelikuwa kubadili damu, matajiri tunao wengi, wangelikuwa wanaenda wanatoa damu afu wanaweka nyingine alafu wanakuwa salama. Lakini nakueleza suluhisho la kumudu kuishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi ni matumizi sahihi ya ARV peke yake, si kitu kingine. Hiyo ndio salama kwa mtu anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kitu kingine, kuzingatia maelekezo ya watoa huduma. Kuna mtu mwingine anameza ARV, anakunywa pombe, anakuambia yuko sawa. Usifanye kitu chochote kwa kumwangalia mwenzio. Maswali haya tunakutana nayo, mbona fulani tunamuona anakunywa pombe na anameza ARV? Inawezekana hali ya madhara bado inaenda kidogo kidogo. Madhara yatakapokuja kumpata, wewe utakuwa umesahau. Madhara ambayo yanakuja kidogo kidogo ni tofauti na madhara kama ya kugongwa na gari au kupigwa risasi. Madhara hayo yanakuja kidogo kidogo lakini ni makubwa. Anaweza kaharibika ini, akapata shida za aina mbalimbali za kiafya ambazo hazitibiki. Unafikiria ini likichoka kuna jinsi ya kufanya? Kumbuka ARVs ni dawa. Alafu pombe ina alkohol. Hivyo vitu vyote unachanganya kwa aini moja. Huoni kwamba ni uharibifu? Unatumia sigara, unatumia vitu vingi ambavyo vinaweza vikaharibu ini. Kwa ushauri ni kwamba ni vizuri kuzijali afya zetu. Ninakumbuka kuna wakati tulikuwa tunasema, hata mimi ninasema afya yangu ni mtaji wangu. Maana ukipoteza afya yako umepoteza mwenyewe. Kuna watu wanakuwa sio wafuasi sahihi wa dawa, sio wapimaji, sio watu wa kufanya baadhi ya vitu kwa kulinda mapenzi, ajira, utu. Nataka niseme kila mmoja ana haki ya kulinda utu wake na kutaka kuheshimiwa na kuthaminiwa. Lakini mahali panapohusu uhai, tanguliza afya kwanza. Afya ni mtaji wako. Ndio maana tukasema pima, jitambue, ishi. Ninatamani sana kwa wanaonisikia tupime, tujue afya. Ukikutwa hauna maambukizi, pata elimu, utumie dawa kinga. Kama sio kutumia dawa kinga, acha ngono uzembe, epuka kuchangia vitu vyenye ncha kali na vingine vingi ili usiingie kwenye hatia. Lakini pia kama utakutwa na maambukizi, anza dawa mapema ili kuepuka aibu. Maambukizi ya virusi vya ukimwi ni janga na linaua, tena kifo cha aibu. Lakini ukizingatia huduma vizuri utawashangaza wengi. Kuna watu mpaka wanasema labda huenda nilisingiziwa. Hukusingiziwa, kama majibu ilikuwa positive ni positive tu. Kinachokufanya uishi vizuri kwa amani ni kwa sababu ulichoelezwa ndicho unachokiishi. Natamani sana Watanzania wenzangu kupima. Haijalishi wewe ni nani na unaishije. Kupima ni muhimu sana. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Tutaendelea na topiki zingine.